Hello, karibu tuangalie mfumo wa kuchakata matokeo kwa shule za sekondari. Hapa tunapoona hii ndio dashboard ambayo kutajaza hizi taarifa. Taarifa kama hapa jina la shule, phone number, kwa mfano 075207 utajaza. Lakini pia unaweza kubadili mwaka hapa. From the list, miezi ipo from the list utachagua, term from the list utachagua term ambayo unataka utoe matokeo, types of measurement tool, aina ya mtihani ambao unautoa utaandika hapo, utachagua hapo. Baada ya hapo utaenda kusajili majina ya wanafunzi. Baada majina tunaona kuna form 1, form 2, form 3, form 4. Kwa leo tutaenda kuangalia form 4. Kwa hiyo nitaonyesha kama example hapa. Nitaanza kusajili majina as example, kama tunavyoona hapa. Yani mfumo huu kazi iko hapa, na utakavyo sajili hapa juu utaona zinabadilika boys, girls, ya idadi yake inabadilika hapa juu. Hapo tunaweka sex hapo. Tunaweza tukaweka tena stream if kama darasa lako lina mikondo, utaweza kuijaza kwamba jina huyo anatoka mkondo. Lakini pia kama utahitaji kutoa matokeo kwa namba za watahiniwa, utaweka hapa namba za watahiniwa hao. Baadaye unaweza kutoa matokeo kwa kutumia namba zao. Baada ya hapo tutarudi home button, then tutaenda kuingiza alama. Utachagua darasa unataka kuingiza. Mimi nitachagua form 4 hapa. Nataka niingizie alama. Nitachagua hapa, ndo sehemu ambapo pa kuingizia alama. Kwa kuwa hapa ni term 2, nitaanza kuingiza alama hapa term 2 as example. Lakini kama kuna sehemu umeshaziandaa, unaweza kuzikopi kule ukaja ukazipaste kwenye mfumo huu. Ukazipaste kama hapo mfano mimi nimeandaa kama example alama hizi, nitatumia kuzikopi na kuzipaste ili tuone. Kwa hiyo unaweza ukaandika, au kama umeandaa alama sehemu ukazikopi ukaja kupaste kwenye mfumo. Cha msingi tu kwenye mfumo upaste special as a value ili kiingie kile ambacho kinatakiwa kisiasili mfumo huu. Kwa hiyo kama unavyoona hapa na paste alama hizo. Na paste. Tumesajili 12, lakini huyu wa 12 alama zake hatuna, hatujamwekea huyu mtu wa 12, hatujamwekea alama. Ndio utakopi tena ili upaste hapa kwenye term 2, maana tulikuwa tuna paste term 1. Unaweza ukapaste kwa mtihani mmoja wa mid term au test au term term 1. Unaweza ukapaste sehemu moja yote, utapata matokeo. It means that tutapata matokeo ya test, tutapata matokeo ya mid term na tutapata matokeo ya term. Lakini pia tutapata matokeo ya test ya pili, ya muhula wa pili, mid term ya muhula wa pili, na anyo. Yote tutapata matokeo haya kwa kutumia mfumo huu, kwa kuanzia form 1 hadi form 4. Ina maana utaingiza alama kwa mtindo hivi kuanzia form 1 hadi form 4. Ukishamaliza hapa, ina maana ndo kazi imemaliza. Utaenda kuangalia tu matokeo. Yaani kazi ipo hapa ni kusajili majina na kuingiza alama. Hapa ndo kazi ipo kwa kutumia mfumo huu. Yaani ukishamaliza tu hapo, basi hakuna kazi nyingine. Kama hapo tumemaliza, tunaweza tukaenda kuangalia result. Result utachagua kuangalia form 4. Tayari matokeo yako tayari. Tutaona uchambuzi. Tutaona uchambuzi wa masomo kwa kila somo na somo lipi la kwanza. Tutaona matokeo. Tutaona yule mtu wa 12 inaandika absent. It means that kama una watoto 300, 200 ukiendelea, italeta idadi hiyo ya matokeo ya watoto wako. As example, ukiprint utapata kwamba inavyotoka kwenye printing
Kwa hiyo ni kuziprint tu matokeo, na uchambuzi huu basi unakuwa umepata matokeo. Kwa umepata matokeo. Lakini pia tunaweza tukarudi tutaenda tukaangalia ripoti hard copy as a report ambayo unaweza kaiprint. Nitachagua report form 4 nitachagua. Kipindi tunaingiza alama na ripoti zinakuwa ziko tayari za wanafunzi wote. Cha kufanya hapa ni kidogo tu, ni kuandika character au tabia za wanafunzi. Ukijaza hapo unajaza tabia specific kwamba mwanafunzi kwa tabia hii sio lazima wote wa constant. Unaweza ukamwekea A, huyu ukamwekea B, huyu ukamwekea C kwa namna wewe unakavyomuona mwanafunzi. Lakini hapa kuna comment unaweza ukazitoa comment. Baada ya hapo ukiangalia matokeo hapa daraja, tukiangalia tabia tunaona hapa kuna DD kama tulivyojaza yule mwanafunzi wa kwanza. Lakini pia unaweza kupima general kwamba hapa ukiweka kama hapa tumeweka A zote, ukipiga tiki hapo unaona zinabadilika kuwa general. Unaona ni AA. Na maana tabia unaweza kupima kwa namna mbili. Unaweza ukapima kwa specific na kwa general. Lakini pia tunaweza tukaangalia tena kitu kingine, SMS kwa wazazi, ambao unaweza kuwishi kutuma SMS kwa wazazi, ambao mzazi atapata SMS kwa kutumia simu yake. Yes, kwa kutumia simu yake ya kawaida, si lazima awe na smart. Cha msingi wewe utachotakiwa kupata ni namba ya mzazi tu. Namba ya mzazi kuanzia tunaona form 1 hadi form 4. Kwa kipindi unapoandika majina unapata vitu kama hivi. Baada ya hapo, huo ndo mfumo wetu unavyochakata matokeo. Nimetumia haraka kwa sababu ya muda, lakini pia kwa sababu ya ukihitaji video iliyo nzuri kwa ambayo haendi haraka, gusa linki hapo chini. Itakupeleka YouTube. Utaangalia video zetu za mifumo mingi. Kama hapa hii ni printing, kwamba umeprint zile ripoti zinatokaje. Inatoka kama unavyoiona, yani inatoka vizuri. Kwa ni kuprint na kumpa mtoto ampelekee mzazi, au unaweza ukatuma matokeo yale kwa mzazi. Hizi ni analysis ya uchambuzi huo. Asante. Hello, karibu tuangalie mfumo wa kuchakata